Tanzania. Kama kawaida tuliamua kwenda mapumziko kidogo, tuwaonyeshe jinsi mambo inakanga bwana. Yes, mliona jana juzi tulikuwa katika hali ya sauti ya mwananchi ipate kueleweka. In fact, sauti ya mwananchi wanasema ni sauti ya Mungu. Wengi wape, usipowapa watachukua kwa mikono yao. Perfect. Period. Hiyo ndio maana sasa nilikuwa nawaambia ya kwamba nchi yoyote iko na katiba. Na katiba hakuna mkuu kuliko katiba. By the way, hakuna mwenye kuchuia katiba. Sote, awe raia, awe masikini, amesoma, hajasoma, awe mwenye fimbo vya dola, awe rais, awe waziri, balozi, maskini, tajiri, wote tuko chini ya katiba. Ndio maana mliona juzi sisi kama Wakenya tuliweka siku ya kwamba siku fulani, tarehe fulani ni siku mwananchi atatoka kwa barabara, tuende kuandamana, sauti yetu ipate kufika pale katika uongozi wetu. Ndio maana tu watu wakatokelezeshea tukaandamana. So mbona niseme hayo? Tulikasirika kama wananchi, tulikasirika kwa sababu niliwaambia hapa Kenya katiba yetu inatupea uhuru wa kujieleza na uhuru wa freedom of speech and freedom of explanation. Jinsi ya uhuru wa kuongea na kupeana maoni yako. Sio lazima useme rais tumekupenda. Peana maoni yako. Shida ya Tanzania ni moja. Katiba ya Tanzania walikunja wakaficha ndani ya choo. Sasa ilipo pale msalani, sasa wanatumia maneno yao na akili yao na tamaa zao kuongoza nchi. Hakuna kitu kibaya kama kutumia maoni ya mtu. Mumewekunja katiba ya Tanzania ndani ya choo. Haiko kasi tena. So siku mtatumia katiba yenu, iko na uhuru wa mwananchi, iko na sauti ya mwananchi. There is no way nchi inaweza ongozwa na kichwa ya mtu mmoja. Makosa kabisa. Lazima muende na katiba. Soma katiba. Juzi wakati Tundu Lissu alipokuwa anajieleza ndani ya mahakama pale, niliangalia nikasema kweli Tanzania iko mbali. Juu ya nini? Mshukiwa hajahukumiwa, lakini anateswa, anapitia maisha ya mfungwa ambaye amehukumiwa. Ameandikiwa kosa la jinai kwa sababu ya kufanya kazi yake kama mwana upinzani wa nchi yoyote. So kazi yake kama upinzani ni kufanya kazi ya upinzani, ya kukosoa serikali. Na kama kutakuwa uwe cheo chochote, unaweza kuwa hata kazi yako binafsi, kampuni binafsi, kazi ya serikali, cheo fulani, vitengo mbalimbali, kama utapata watu wa kukusifu peke yake, hakuna mtu wa kukosoa, wewe uko tabani. There is no way unaweza fanya wanasema makofi. Ukiona watu wa kukisifu sana bila hata mmoja kukukosoa, wewe umepotea. Kweli kabisa. So Mama Samia Suluhu, kiongozi wa nchi ya Tanzania, wewe ni amri jeshi mkuu. Wewe ndio uongoze wananchi wa kwako katika nchi ya salama. Lakini sasa imepatikana ya kwamba katiba ya nchi umeifunga, hautaki kuelewa. Kama ile step muliamua kufunga kanisa la Wajima. By the way, kwanza wenye wako kwa ofisi yako ni wajinga. Kielimu hawako. Maana mpaka wa kuandika anaandikia kanisa ingine tofauti na ya kanisa ya Glory of Christ Tanzania. Mwenye anaandika barua aliandika kanisa ingine yenye hakuna Tanzania mzima. Niliona wakili Kipatala alipokuwa naeleza, alisema mwenye aliambiwa andike barua ya kufunga kanisa la Wajima aliandikia kanisa ingine yenye hakuna Tanzania. Alafu useme kuna watu chini yako.
watu wenye hata ukimwambia funga hiyo kanisa achui jina lake, anaandikia kanisa ingine, hata mwenyewe akakosekana. Maana wakati Kipatala aliposema ya kwamba hiyo kanisa Christ Glory ishui nini huko, hiyo kanisa hakuna kabisa Tanzania. So mkaanza kukaa katika sitofahamu. Makosa mimi tunangojea hapa sasa. Wiki ni ya tatu hatuchaona ibada ya washirika wa kanisa ya Wajima. Wiki ni ya tatu saa hii hatuchaona wakiabudu. Alafu nikaona afisa wa polisi akisema ya kwamba eti kila mtu aabudu kwake nyumbani. Kama ni ibada ya nyumbani, mbona misikiti wasiabudu kwao nyumbani? Mbona Wahindu wasiabudu kwao nyumbani? Maana ibada iko na mpangilio wa kwake. Ibada iko vile na kuanga. Makosa ni ile Mama Samia Suluhu ni Muislamu, ameanza kupigana na kanisa za Wakristo. Sasa hiyo ni vita za kidini. Hiyo officially automatically umetangaza vita za kidini, ambayo pia itakuletea shida. Nilisema hapa ya kwamba hakuna mwenye amewahi pinga mambo ya ibada akawa hai. Hakuna mwenye amewahi pinga mambo ya ibada akafaulu. In fact, hiyo ndio makosa kubwa mama ulifanya. Kingine nimepata juzi, nilikuwa live katika mitandao yote, niliwaambia kila siku ya Tuesday, Jumanne tutakuwa tunaenda live, tunaongea na Watanzania moja kwa moja. Unatuma uchumbe, unaenda kwa comment section, niliwapea paka namba, unatuma sauti, niliwapea namba, unatuma uchumbe kwa kuandika ama video. Nimepata malalamishi wengi, wananchi wa Tanzania by the way wako na shida. Na hakuna hata mwananchi mmoja mwenye anapenda Mama Samia Suluhu. Pale ni wale tu wanalipwa waende kufanya nini? Kusema mama oe tano nini, lakini wananchi wenye wa ukweli, wacha wale wa kusafirisha na malori, wamekasirika, wako na kero. Kero kubwa zaidi ndani ya Tanzania ni Mama Samia Suluhu. Kero kubwa ndani ya Tanzania ni Mama Samia Suluhu. Juu ya nini? Nimepata ripoti ya kwamba madereva yes, wa malori wananyanyaswa. Niko na sauti nitaicheza. Madereva wa malori, matruck wananyanyaswa, wanatumika vibaya. In fact, malipo yao yako chini, tena wananyanyaswa, hata hiyo malipo tena wananyanyaswa zaidi. So niko na evidence, niko na clip nitawawekea. Kwingine Mama Samia Suluhu, kuna waziri ndani ya nchi ya Tanzania wizara ya TAMISEMI. Huyo waziri wa wizara ya TAMISEMI ni kijana mkwe, yani mkwe wa Samia Suluhu. Waziri wa wizara wa TAMISEMI ni mkwe, yani ni kijana ameoa mtoto wa Samia Suluhu. Tunasema son in law. Mtoto mwenye ameoa msichana wa Samia Suluhu ndio waziri wa TAMISEMI. Hiyo wizara ya TAMISEMI ndio mwenyekiti ama dume ya uchaguzi ya Tanzania iko chini ya TAMISEMI. Sasa busikia, mwenye akona wizara inasimamia wizara yenye dume ya uchaguzi iko chini yake ni mkwe wa Mama Samia Suluhu. Yaje kijana mwenye ameoa msichana wa Mama Samia Suluhu ndio waziri wa wizara ya TAMISEMI. Hiyo wizara ambayo dume ya uchaguzi Electoral Commission iko chini yake. Sasa hebu niambie, waziri wa dume ya uchaguzi ya Tanzania ni mkwe wa Mama Samia Suluhu. Chairman wa dume ya uchaguzi ni Mama Samia Suluhu, amemchagua na ni Muislamu. Mama mwenyewe ni Muislamu. Makamishona wote ni Mama Samia Suluhu amewachagua. Hebu sasa nikwambie, mwenye ako na hiyo wizara ni mkwe wa Samia Suluhu. Chairman
Wewe wa dume ya uchaguzi ni chawa ya Mama Samia Suluhu. Makamishona wote ni machawa wa Mama Samia Suluhu. Mama Samia Suluhu ndiye anawalipa mshahara. Wizara ya labda by the way, hapo sasa mama, hapo tafadhali, hata kama ni wewe ni nani, ulipe sasa, afanye ulipe mwenyekiti mshahara, ulipe waziri tena ni mkwe wako mshahara, ulipe makamishona mshahara, machawa wa kwako, we mwenyewe ukae katika kinyang'anyiro. We mwenyewe ukae katika kinyang'anyiro cha urais. Sasa hiyo ni mchezo gani? Hiyo ni mchezo gani? Tuelewane tu, hiyo ni mchezo gani? Mwenye wizara ni mkwe wako. Ni kama sasa hiyo ni serikali ya familia ya Mama Samia. So serikali sasa ya Tanzania imetoka katika serikali ya mikono ya nchi ya wananchi wenyewe, imeenda kwa mikono ya Mama Samia Suluhu, kwa sababu kama wizara imesimamiwa na mkwe wa Mama Samia Suluhu. Wenye wote wanafanya kazi ya chini ya dume ya uchaguzi. Hapa Kenya inaitwa independent, tume huru ya uchaguzi. Sasa Tanzania sio tume huru, ni dume ya uchaguzi. Sisi imejisimamia. By the way, hapa Kenya inaitwa Independent Electoral Commission. Sasa sisi yetu ni dume huru, imejisimamia. Rais ana mkono juu yake. Maana wakati tunateua chairman, mwenyekiti wa dume ya uchaguzi hapa Kenya, kwanza inatangazwa. Ikitangazwa, watu wanafanya application, wana apply, wanatuma barua, wanaomba kazi. Wanapoomba kazi, wanaitwa kwa mbele ya kamati ya bunge. Kamati ya bunge iko na wabunge 7 kutoka upande wa upinzani, wabunge 7 kutoka upande wa serikali. Wanapigwa msasa wote kwa pamoja. Wabunge wa upinzani na wabunge wa serikali wanaleta machina matatu kwa pamoja. Wakiwa pamoja, machina matatu yanapewa rais. Sasa katika machina matatu, rais atoe mmoja kati ya machina. Wakati upinzani, wabunge wa upinzani na wabunge wa serikali wamekaa, wamewapiga msasa hawa wenye wame apply kazi, alafu machina wanayachukua kwa rais. Sasa Tanzania ni mama amependekeza. Sasa ile ni dume huru. Ndio maana Tundu Lissu anasema mabadiliko yafanywe ndani ya dume ya uchaguzi ya Tanzania. Hata kama wewe ni mjinga aje, wenye wamesimamia uchaguzi wote ni machawa wa timu moja. Kama tuseme ucheze mpira, referee ni Mkenya, maraismani wote ni wa Kenya, mashabiki wote ni wa Kenya, alafu ukae Kenya na Tanzania, hakuna mpira hapo, hakuna mchezo hapo. Hiyo ni siasa ya pesa 8. Mama, wacha dume ya uchaguzi ikae dume huru, mabadiliko yafanywe. Kwa sababu waliongea Kisungu na mama chui Kisungu, wakasema no reforms, no elections. Sasa mama, wacha nikutafsirie hiyo Kisungu upate kuelewa ya kwamba walikuwa naongea nini. Walikuwa wanasema mama, wafanye mabadiliko ndani ya dume ya uchaguzi, ama kama kuna mabadiliko basi hakuna haja ya uchaguzi, kwa sababu ni kuharibu tu muda wa kufanya kampeni, kuharibu tu muda wa kutembea nchi mzima kututupa pesa, na hakuna na wararibu pesa, na wenye wanafanyisa uchaguzi ni machawa wako. So ni kama wao wanacheza mbali. Kitu kingine, kusema ukweli, kura za Tanzania sahizi pigwe. Kura za Tanzania sahizi pigwe. Sile kura za ukweli, sauti ya mwananchi sikike. Mama, utakuwa sui namba 6. Hata namba 2 huwezi kuwa. Yaani leo hii kura zipigwe Tanzania. Alafu tuache uchawa au machawa wakae kando. Mwananchi sauti yake isikike. Uheshimu uchaguzi wa wananchi. Utakuwa hata namba 2. Utakaa namba sui ya mwisho. Maana saa hii wewe mama umekuwa kero kwa Watanzania. Yaani eti
mwananchi ana uwezo wa kupeana maoni yake, ideology. Hii nchi amwezi kuwa nyote mukae wakulima, mufikirie kitu kimoja. Pana, lazima mmoja akue mkulima wa mboga, mwingine akue driver bodaboda, mwingine daradara, mwingine wa pilot wa ndege, wengine waenda kufua samaki, ndio nchi itaenda. Lakini wewe unataka kila kitu ikuwe sukuma yote, yaani watu wote waseme ni mama. Alafu sasa huyo chairman wa dume ya uchaguzi na makamisa na wakwake na Mama Samia Suluhu na mkwe wa Mama Samia Suluhu ndio wanakaa wanasema tuko na machimbo mangapi. Wanasema tunataka tupate machimbo fulani. So wanapoenda kwa kura wanaweka kura wao, hawaheshimu uchaguzi wa wananchi. Wao ndio wanasema chimbo fulani, huyo wachia nayo wachukue moja, kwa sababu ya aibu eti waacha hata wakue. Na ndio maana wabunge wa upinzani ni wachache ndani ya bunge la Tanzania. Lakini kiusawa wabunge wa chama cha Chadema wanafaa kuwa wengi, kwa sababu wananchi wengi wako upande wa nje, sio kwa mama. Mama umeharibu serikali ya mheshimiwa ambaye tulimpenda, rais ambaye mlimuua, Rais Magufuli. Thank you very much for watching us. Niliwaambia niko na ile namba niliwapea namba, unaweza kunitumia uchumbe. Nimepata chumbe zenu, wale nimepata, msikuwe na wasiwasi. Kila siku ya Tuesday, Jumanne, saa 2 mpaka saa 5 tunaenda live, tunaongea moja kwa moja. Yaani tunaongea mupeane keri, kwa sababu kwenu amwezi ongea. Mkiongea huko unatekwa na kupotezwa, ukufe ama upoteze maisha uliwe na mamba. So hii ndio sauti peke yake ya kutegemewa ya Tanzania. Namba ya simu ya kutuma uchumbe kupitia kwa njia ya WhatsApp, unaweza tuma video, andika chat ama sauti, ni 0718 69 5256 0718 695256. Thank you very much for watching us. Hii ndio sauti ya Mawe yanaongea kwa niaba ya Watanzania ambao ni mtetezi wa Tanzania. Thank you very much. God bless Tanzania. Mungu bariki Tanzania. Thank you very much.